saizi ndugu zangu, naitwa Dr. Mama Kavumo. Ni yule mama wa nguvu za asili, mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Ndugu zangu ambao mko nchi mbalimbali, mko mikoa mbalimbali, mko duniani, kwa sababu sisi binadamu wote ni ndugu. Wenda kuna mtu ambaye hajui utaratibu wa mila, au hajui hata asili yake ni nini na nini aweze kufanya katika yale matatizo na maswaibu yanayompata. Niko hapa mimi Dr. Mama Kavumo, naweza kukusaidia. Ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Ndugu zangu, kwa wale ambao wewe ni mtu ambaye unafanya biashara sana, unafanya biashara, unafanya kazi, lakini umesoma sana, au una ndugu jamaa, watoto umesomesha kwa hali ya juu, lakini watoto hao wanakuwa hawapati ajira, au unakuwa ni mtu ambaye ulikuwa na pesa nyingi, ulikuwa na mafanikio makubwa, lakini pesa zile zote zimeisha, hujui zimekwenda wapi. Ndugu zangu, siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe ambao ni mizimu wa asili na jadi pamoja na majini. Nikasema ni vizuri niweze kuzungumza na nyinyi ndugu zangu, niweze kuwapa elimu ambayo itaweza kukusaidia au kukuondoa katika hiyo changamoto inayokusumbua. Siku ya leo watu wengi wamekuwa wanafilisika, watu wengi wanakuwa wanapitia changamoto na maumivu mbalimbali. Watu wengi wanakuwa wanafanya kazi, wamesoma, wamepata kazi kubwa, lakini wanajikuta wameachishwa kazi pasipo kujua chanzo ni nini. Ndugu yangu, siku ya leo ningependa kukuelekeza jambo ambalo litaweza kukusaidia. Kama ni mtu ambaye umesahau kufanya mila, au huenda hujawahi kufanya mila kabisa, hujui mila inafanyikaje, hujui matambiko yanafanyikaje, mtambue kwamba kabla ya sisi kuishi, narudia tena, mtambue kwamba kabla ya kizazi chako, uzao wako, kuna uzao ambao ulishawahi kupita kabla ya kwako wewe. Kuna mababu zako pia walikuwa na mababu zao, na mababu zao pia walikuwa na mababu. Kwa hiyo wale wazee wetu, mababu zetu waliokuwa wamekuja duniani kabla yetu sisi, ndio kulikuwa na nguvu yetu ya asili ndani yao, na sisi ni nafsi zilizo hai kupita katika nafsi zao. Kwa hiyo wale wazee, mababu zetu, utambue wanatuona na wanajua kwamba sisi ni uzao wao. Namna gani wanaweza kupita katika mishipa na nafsi zetu? Kwa sababu wanapita, kwa sababu tayari wewe ni wa kwao. Uwe uko nchi mbalimbali, uwe Marekani, uwe Uganda, uwe Kenya, uko Nairobi, yani jamani, uko duniani, bora unaishi duniani, haijalishi uko nchi gani. Lakini uko katika kama unaishi Marekani, asili yako ni Tanzania, wewe ni asili yako ni Tanzania. Kama ilikuwa ni Bukoba, ilikuwa ni Musoma, ilikuwa ni Dar es Salaam, ilikuwa ni Mbeya, ilikuwa ni Iringa, ilikuwa ni Kigoma, asili yako haiwezi kubadilika hata uende nchi gani, hata uzaliwe nchi gani. Pale palipo kuwepo babu yako, wa babu yake, ndiko asili yako iliko. Babu yako unatambua alikuwa ni nani, alikuwa anatenda nini, wenda hujui. Wewe umekwenda katika utawala na kusahau ile mila na kusahau ile nguvu ya asili ya mababu. Kinachotokea ni nini? Watu wengi wanasema, mama, mimi watoto wangu nimewasomesha kwa gharama kubwa, wamepata kazi katika mataifa makubwa, lakini mwisho wa siku wamekuwa hawafanyi chochote. Wameangukia kuwa walevi wote, wameangukia kuwa na maradhi makubwa. Hatujui ni ugonjwa gani umeingia katika kizazi chetu mama. Tumekuwa tunateketea, tunakufa mama, hatujui chanzo chake ni nini, kwa sababu ile asili ya kwenu mmeshinda kuifuata. Kwa hiyo asili ile inakuja kuzuru uzao wako wewe.
ile DNA, wanasema ni DNA, lakini sisi tunasema ni mishipa iliyotembea au ni damu inayotembea katika uzao wa kwenu, ambao wenzetu wanaita DNA. Huyo DNA au tunasema ni damu inayotembea katika mishipa, inafata mkondo wa uzao. Inapofata mkondo wa uzao, na ndio maana moja kwa moja unajikuta kuna matatizo yasiyoisha. Maana tunasema ni laana inatembea. Laana ya namna gani? Si kwamba wewe ndio ulifanya makosa, au si wewe ndio muhanga wa laana ile, kwa sababu umefanya, kuna uzao wako baada ya hao mababu zako, wenda ni babu zako, baba zako, ambao wamewapuuza na kuacha kizazi kile ambao ni waasisi wa familia ile toka enzi na enzi. Sasa nyinyi mmeacha kufanya mila, mmeacha kufanya matambiko, na pia mmeacha kusogeza nguvu ile ya karibu inayowaongoza katika uzao wako. Ni lazima wale zile nafsi, ile damu, kile uzao unakuwa unaingia kinyongo na kuleta laana katika uzao, na ndio maana unakutana na changamoto nyingi zisizoisha. Laana ile inapotembea katika uzao na koo, kunatokea nini? Kunatokea changamoto ya wewe wachawi kuingia katika uzao wako. Wachawi wanaporuhusiwa kuingia katika uzao wako, na ndio maana utakuta vijana umri mdogo watu wanakufa wakiwa wadogo. Kwa nini? Kwa sababu wachawi wameruhusiwa kuingia katika ukoo, kumaliza ile familia, kwa sababu ile asili ya wazee na ile kinga ambayo ilikuwa inafanyika haijawahi kufanyika. Tunapozungumzia nguvu ya asili katika koo, lazima kuna kinga zenu ambazo zinafanyika. Pale unapozaliwa kuna kinga unapewa ya asili ya kwenu. Kinga ile ndio inakukinga na wachawi na wabaya wasiweze kukuchezea na kukuharibu. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza, niko hapa kwa ajili ya kukupa mwongozo wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto nyingi. Iwe ni changamoto ya ajira, iwe ni changamoto ya umaskini, iwe ni changamoto ya maradhi, iwe ni changamoto ya uchawi. Basi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza wewe, kwa ajili ya kukupa mwongozo. Uondokane na hiyo laana. Karibisha nguvu ya asili katika uzao wako, katika utawala wako, ili hata uzao wako uje ukukumbuke wewe. Maana utambue hata wewe utakuwa ni kizazi kipitacho kama walivyopita wengine. Kwa hiyo na siku ya leo Dr. Mama Kavumo nikasema nikupe elimu, nikuelekeze namna gani uweze kukumbuka asili. Naitwa Dr. Mama Kavumo. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba yangu ya simu 07 12 94 44 34. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Karibuni, asanteni sana katika familia Dr. Mama Kavumo.